Moja kwa moja mtazamaji, na kupeleka hadi katika taifa la Guinea ambapo wanahabari wamegoma na kufanya maandamano katika miji tofauti. Wanalalamika kwamba serikali imekuwa ikiwanyanyasa, na Lofty Matambo sasa ametuandalia hii taarifa kwa kina. Ni waandishi wa habari hawa kutoka taifa la Guinea kwa wingi wa jazba na mori wanaandamana jijini Conakry juma lililopita kwa minajili ya kupinga madai ya hujuma na mateso dhidi yao kutoka kwa utawala wa taifa hilo la magharibi mwa bara Afrika. We are in a country today where we have a body which is supposed to protect the press, which is supposed to guarantee the independence of the press, and above all, to guarantee ourselves from any influence of our governments and political parties, which today puts itself in a position to gag us, to silence us, without any respect for the law. We have challenged at the Supreme Court level this decision of the High Authority of Communication to close us down. Sintofahamu ilizuka wiki iliyotangulia baada ya uvumi kusambaa kwa rais wa nchi hiyo Alpha Conde alikuwa amefariki. Ilisemekana kuwa kituo binafsi cha redio kwa jina Gangan kilihusika katika kusambaza uvumi huo, na hivyo wanahabari pamoja na watangazaji wake wakati wa mbaroni na kuzuiliwa. Wafanyakazi wenza waliofika kwa nusuru wenzao walipokea kichapo kutoka kwa maafisa wa polisi, vifaa vyao vya kazi kuharibiwa na masafa ya kituo hichi cha redio kukatwa ghafla na utawala wa nchi. Na si hayo tu, siku chache zilizopita kituo chingine cha redio kinachotajwa kuwa maarufu na chenye ushawishi mkubwa Guinea kwa jina Espace FM kilifungwa na mamlaka ya nchi hiyo bila maelezo. Serikali ya Jamhuri ya Guinea bado haijajitokeza kulizungumzia hili. Na kama kinaya, wanahabari walitumia mbinu mbalimbali kupitisha ujumbe wa dhuluma, wakati ambapo raia wa Guinea zaidi ya milioni 12, asilimia 85 wakiwa ni wa dini ya Kiislamu, wanasherehekea uhuru wa kujitawala kwa miaka 59 sasa. What we are demanding is that the Guinea press be stopped. The private press is not an enemy of the nation. If you are talking about a democracy in Guinea, everyone knows in recent years, decades, the place or the important role played by the private press in our country. Lofty Matambo, KTN News, Afrika Mashariki. Mtazamaji, mataifa ya Afrika na hata mataifa ya nje ya Afrika yote yameungana pamoja kuweza kukomboa eneo la Sahel ambalo linaaminika kwamba kutokana na video iliyochukuliwa wiki jana limekuwa eneo la mafunzo kwa wanamgambo. Katika taifa la Tanzania, kiongozi wa chama cha upinzani katika taifa hilo, chama cha ACT Wazalendo, Zitto Kabwe ameripoti katika kituo cha polisi cha Chang'ombe kufuatia tuhuma kwamba alitumia matamshi ya uchochezi katika hotuba yake ya mwisho mwezi jana. Rajab Hassan anaripoti zaidi. Zitto Zuberi Kabwe ameambatana na mkewe na wapambe wachache. Anatimiza sharti la kufika kituo cha polisi kwa mujibu wa mkataba wa dhamana yake. Anatuhumiwa kutoa maneno yanayodaiwa kuwa ni ya uchochezi. Mara ya kwanza alikamatwa Oktoba 31 nyumbani kwake na kupelekwa kituo cha polisi cha Chang'ombe, na aliachiliwa baada ya masaa machache kabla ya kukamatwa tena. Nimeripoti na tumeambiwa kwamba twende tarehe 17 mwezi Novemba, Ijumaa ijayo. Zitto Kabwe amesema anasikitishwa kwa kitendo cha viongozi wake wa chama kuitwa katika kituo cha makosa ya uchunguzi wa fedha kuhusu takwimu walizozitoa za pato la taifa zinazodaiwa kuwa za uongo. Upande wetu sisi tulichokifanya ni kutafsiri, ni kuchambua takwimu ambazo zinatolewa na Ofisi ya Taifa ya Takwimu. Hakuna takwimu hata moja ambayo tulitengeneza sisi. Tulitumia takwimu zao kuchambua hali ya uchumi.
Kwa hivyo ni vitu viwili tofauti kabisa, na ndio maana tumewaambia polisi watuhoji kuhusu jambo hilo kwamba tutakutana mahakamani, kwa sababu mahakama ndio ambayo itaweza kutoa tafsiri hasa. Zitto Kabwe anaingia katika msururu wa viongozi wa kambi za upinzani waliokamatwa na jeshi la polisi kwa mwaka huu kwa tuhuma mbalimbali, ikiwemo kutoa kauli zinazodaiwa kuwa za uchochezi. Rajabu Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Tukivuka mipaka zaidi katika taifa la Nigeria, ni kuwa serikali ya taifa hilo imechoma zaidi ya tani 54 za dawa za kulevya. Hii ni baada ya kuripotiwa kwamba vijana wengi katika taifa hilo wamekuwa kizama sana katika dawa za kulevya, na hivyo basi dharura ilikuwa inahitajika. Today, as we assemble to carry out this solemn and legal responsibility for publicly destroying the drugs seized by Kano State Command of the agency as mandated by the courts, by seizing 54.244 metric tons of drugs from a particular state. This is not a good story. The trend here in this state is more complex, in that we are talking of seizures of multiple drugs, with all of them in considerable quantities. It has become mandatory for us as citizens to collectively use all the influence our position confer on us. Tukirejea hapa nchini Kenya, mtazamaji, ni kwa sasa maeneo ya pwani, sekta ya utalii inalia kwamba inapoteza 40% ya wageni kutokana na hali mbaya ya siasa hapa nchini. Tobias Chanji ana hiyo taarifa zaidi kutoka maeneo ya pwani. Biashara kadhaa ikiwemo hoteli na wanabiashara wengine wanaotegemea utalii wanasema kuwa vuta ni kuvuta ya kura za urais inaendelea kuathiri sekta ya utalii pakubwa. Hoteli ya kifahari kama ya Swahili imepoteza 20% ya wateja miezi michache iliyopita, kwa mujibu wa meneja mkuu Jeff Mkolwe. Asilimia ya cancellations ni vigumu kusema kama ilikuwa ni kubwa. Kwangu mimi huwa napenda kusema wale ambao wangetaka kuja, ambao tayari hata walikuwa hajabook, hao basi ndio pengine asilimia yao itakuwa ni kubwa, na asilimia kuambia ukweli ni ngumu kusema, lakini asilimia ya cancellations tulizopata kwa zile bookings tulikuwa nazo ni kama asilimia kama 20 hivi, kama 20. Kwa sasa anasema kuwa idadi ya wageni wa kigeni na wahumu nchini ni chini ya 40%. Hata hivyo, na matumaini kuwa mwezi wa Disemba utaimarisha biashara. Disemba, kawaida Disemba kwetu huwa ni mwezi mzuri, na hivyo ninavyozungumza na wewe tayari tumefika 60% ya bookings. Tumebakisha na kama 40 peke yake. Kwa hivyo tunatarajia kwa Disemba itakuwa mwezi mzuri. Wauzaji wadogo vilevile wamefikwa na joto hili na wanaomba kuwa hali hii itasuluhishwa mapema iwezekanavyo. Every 5 years, kila wakati tunapokuja kwa debe, tunapopiga kura, huwa mara nyingi matokeo kukitokea lazima mwanzo kukue na ile hali ya kuwa haujui itakuwa namna gani. Tangu 07 hapa biashara imekuwa chini. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Kwale. Makaribisho maeneo haya ni sauti za kubembeleza. Mandhari nayo ni ya kufurahisha nafsi. Karibu Sharjah katika mitaa ya mji wa kipekee wa Dubai. Kando na picha hii ya kupendeza maeneo ya himaya ya milki za Kiarabu, kunazo sheria hata kwa juhudi zipi hutoweza kuzikwepa. Mojawapo ya sheria hizo ni matumizi ya vileo. I can live with it. I think we have to accept the local rules, and I'm happy to do that. It's also positive in one way. Lakini wasio wa dini ya Kiislamu wanaweza kupata leseni ya kubugia wakiwa majumbani au katika sehemu za umma na ambazo pia zina leseni. Wanaotumia vileo wanahitajika kuwa na leseni kutoka kwa Wizara ya Ndani,
la si hivyo utajipata mikononi mwa maafisa wa usalama na huenda ukajipatia kifungo. Kwa Waislamu wanaopatikana wakitumia vileo, adhabu ni kubwa zaidi. Mahesh Kamar, mzaliwa wa India, amekuwa hapa kwa miaka 4 sasa. Awali biashara yake ilikuwa Dubai. Tangu wahame, wanunuzi sasa wamekuwa wakitafuta vinywaji mbadala. Alcohol is not good, but this is good. Tea and coffee are soft drinks. Kinywaji kinachonywika hapa Sharjah sasa ni kahawa ambayo wenyeji walianza kutumia. Tayari wamezoea kuishi bila kutumia vileo. That's fine. I mean, you don't need it every day or every time. So that's fine. Leseni ya kutumia vileo inapewa wakazi wa mataifa ya Uarabuni na wasio wa dini ya Kiislamu. Nicholas Mbwa, KTN News.